لك الحمد يا من بسطت اليد ويا من نرى جوده سرمدا. لك الحمد يا من منحت الضعيف على ضعفه ولم تحرم الله ذا المجتهد. لك الحمد يا من قسمت في الخلق أرزاقهم جميعا وملكك لن ينفدا. لك الحمد يا من إذا أوصد الناس أبوابهم فبابك حاشاه أن يصدى. لك الحمد يا من ألهمتنا رشدنا وأرشدتنا إلى سبيل الهدى. وأشهد أن لا إله إلاك يا الله شهادة لا يؤمنون بها إلا المصلحون ولا يجحدون بها إلا المطلحون. وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإنه لا مفازة في الدارين إلا بتقواه سبحانه وتعالى. أما في يومنا هذا المبارك يوم الجمعة، وفي أيام الأخيرة والعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، موضوع خطبتنا اليوم: أن جدد عهدك مع الله أيها المسلم. أيها المسلم، إن الحياة تمضي والأيام تتوالى والنفوس تضعف والقلب يعتريه الضعف، والإنسان يغفل أحيانا. لذا كان من رحمة الله تعالى أن فتح لنا أبواب التوبة، أن جعل لنا مواسم الطاعات والقربة إليه تبارك وتعالى. Namshukuru Allah ambaye ametujalia kwa neema yake kufika siku ya leo ya Ijumaa, tukiwa katika masiku bora, masiku ambayo yamejawa kheri ndani yake, masiku ya mwisho, 10 la mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu katika imani, nikuhusieni bila kuisahau nafsi yangu juu ya uchamungu, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kwa hakika wamefaulu wale ambao katika mioyo yao na katika nafsi zao wamejawa na hofu ya kumwogopa azza wa jalla. Ndugu katika imani, tukiwa katika haya masiku ambayo yamejawa kheri, hutuba ya leo tutakwenda kuzungumzia ifanye ahadi yako na Allah kuwa mpya. Irudishe upya ahadi yako baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Yafanye kuwa mapya mafungamano baina yako wewe na muumba wako Allah azza wa jalla. Ndugu katika imani, maisha haya ambayo sisi tunayo ni maisha yenye kupita. Umri tulionao ni umri wenye kukatika. Masiku yanazidi kwenda
na nafsi zetu zinapatwa na udhaifu na mioyo yetu zinapatwa na mapungufu, lakini pia tusisahau kwamba mwanadamu ni mwenye kujisahau na mwenye kughafilika wakati mwingine. Na ndio maana ikawa huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kutuletea sisi misimu ya kheri kama hii ya Ramadhan, ni kutuletea sisi misimu ya kheri kama haya masiku 10 ya mwisho wa mwezi wa Ramadhan. Ikawa ni huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala kutufungulia milango ya tauba ili tuweze kurudi kwake pale ambapo tumeingiwa na udhaifu katika mioyo yetu. Allah akatufungulia milango ya kutuhurumia kwa kurejea na kutubia na kukimbilia kwake azza wa jalla. Ndugu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal faabaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Allah subhanahu wa ta'ala amana aliipatia milima na majabali na mbingu na ardhi waibebe amana hiyo, lakini mbingu na ardhi, majabali, miti ilikataa kuibeba amana ya Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na uzito wa amana hiyo. Amana yenyewe ni ipi? Awamirullahi tabaraka wa ta'ala wa nawahihi, ni maamrisho ya Allah na makatazo yake ndiyo amana ambayo inazungumziwa hapa. Wa hamalaha al-insan, amana hiyo akakubali kuibeba mwanadamu. Hivyo sisi tuna amana ya kutekeleza maamrisho ya Allah na kuachana na makatazo ya Allah. Faya ayuhal muslim, ewe muislamu, ebu ifanye makubaliano yako na ahadi ambayo umempatia Allah kwamba uko tayari kutii amri zake, uko tayari kunyenyekea sharia yake, uko tayari kufuata kila atakayoliamrisha. Ebu sasa ifanye kuwa upya, weka maazimio mapya kwa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kurudi kwa muumba wako subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa tujaddidu ahdaka ma'a Allah tabaraka wa ta'ala, na vipi utafanya ahadi yako iwe mpya mbele ya Allah? Vipi utarudisha upya mafungamano baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu katika imani, jambo la kwanza, tajdidu tauba wal istighfar, kufanya tauba upya na kurudi kumuomba Allah msamaha upya. Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, waambie enyi waja wangu ambao mmezidhulumu nafsi zenu kwa kufanya madhambi mengi, msikate tamaa na huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Allah anasamehe madhambi yote. Usikate tamaa kwa sababu umefanya madhambi mengi sana, wala usione tayari moyo wangu umeshazoea dhambi, siwezi nikaiacha. Ikafika hatua ukafanya dhambi na moyo wako ukawa na amani. Usifikie hatua hiyo. Rudi upya kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yafanye makubaliano yako na ahadi yako na mafungamano yako na Rabbul Alamin yawe ni mapya, bitaubati wal istighfar, kwa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya istighfar. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu tubu ila Allah, enyi watu rudini mfanye tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, rudini mumtake msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wa laysa qawla Allah ya ayyuhan nasu tubu ila Allah fa inni atubu fil yawmi ilayhi 100 marra. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, enyi watu tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika yangu mimi ninatubia kwa Allah kwa siku mara 100. Hadha rasulullah, huyu ni mtume wa Allah ambaye anateremshiwa ufunuo, ambaye anashushiwa wahi,
ambaye Allah ameshamsamehe madhambi yake, bado hatosheki, anafanya tauba, anarudi kumwomba Allah msamaha, vipi mimi na wewe tuna ujasiri gani wa kuridhika na dhambi tunazozifanya tusirudi kwa Allah kumtaka msamaha? Vipi unaridhika na unakuwa na amani juu ya haya matendo mabaya unayofanya mpaka katika msimu wa taa, mpaka katika masiku bora ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan? Jaddid ahdaka ma'a Allah bitawba walinaba walistighfar ilayhi jalla wa ala. Ifanye ahadi yako upya, fanya mafungamano yako yawe mapya kwa Allah kwa kutubia na kuleta istighfar na kwa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa tujaddidu ahdaka ma'a Allah, namna gani utaifanya ahadi yako kuwa upya na Allah subhanahu wa ta'ala? Jambo la pili, al-iktharu min adh-dhikri wat-ta'a, kuzidisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya mambo ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na kufanya mambo yatakayokuweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati, mara kwa mara, kuwa ni mtu wa kumtaja Allah ili ufanye mafungamano yako yawe mapya na Allah subhanahu wa ta'ala, ili uweke ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Enyi ambao mmemwamini Allah, mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala utajo ambao ni mwingi, mtajeni mara nyingi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia mumtakase yeye asubuhi na jioni. Rudi kwa Allah, fanya ahadi yako iwe upya na Allah, fungua mlango mwingine mbele ya Allah kwa kumtaja mara kwa mara. Qala al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala: tafaqadu al-halawata fi thalathati ashya. Anasema Imam al-Hasan al-Basri, Allah mrehemu, tafuteni ladha ya moyo, tafuteni ladha ya imani, tafuteni ladha ya maisha katika mambo matatu. Jambo la kwanza, as-sala, tafuteni ladha kwa kuswali. Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha ista'inu bis-sabri was-sala, takeni msaada kwa Allah juu ya mambo yanayowafika, matatizo, changamoto, kwa kuwa na subra na kuswali. Swala inaleta ladha ya moyo, swala inaleta ladha ya maisha. Jambo la pili, wa fi dhikri, tafuteni ladha ya maisha na ladha ya moyo kwa kumtaja Allah. Lolote ambalo limekufika ukamkumbuka Allah, changamoto yoyote, mawazo yoyote, fikra yoyote, jambo ambalo binafsi wewe kama mwanadamu umeshindwa kulitatua, limekufika ukamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, basi moyo unatulizana. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, tambueni ya kwamba kwa kumkumbuka na kumtaja Allah mioyo inatulizana. Na jambo la tatu, wa fi qira'atil Qur'an, na kusoma Qur'ani. Tafuteni ladha ya imani, tafuteni ladha ya maisha kwa kuisoma Qur'an. Fa in wajadtum, ikiwa mtapata ladha katika hilo, basi huo ndio uhakika wa mambo. Wa illa fa'lamu anna albaba mughlaq, ukiona unaswali kila siku, unafanya adhkari, unamtaja Allah, unasoma Qur'ani, lakini hauoni mabadiliko katika maisha yako, hauoni athari katika maisha yako, hauhisi ladha ya imani wala ladha ya maisha, basi tambua ya kwamba wewe tayari mlango kwako umefungwa, moyo umeshatiwa kufuli. Hausikii Qur'an, hausikii hadithi, hausikii aya. Hata uambie haya ni masiku bora na ya kheri, hautokumbuka hilo wala hautowaidhika kwa hilo. Allah anasema katika surati al-Jathia: afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'di Allahi afala tadhakkarun. Umemuona yule ambaye amemfanya Mungu wake ni matamanio yake, kile ambacho nafsi inataka na inahitaji katika moyo wake ndiyo inafanya. Kisha Allah akampatia adhabu gani? Allah akapiga muhuri
katika moyo wake, akapiga muhuri katika macho yake, akapiga muhuri katika masikio yake. Maana yake nini? Haoni haki, hasikii qala Allah, wala akisikia haathiriki. Ndugu katika imani, ikiwa unaona swala unaitekeleza, ikiwa unaona Qur'ani unaisoma, ikiwa unaona adhkari unafanya, na mpaka umeingia katika mwezi wa Ramadhani na tarawehe unaswali na tahajjudi qiyamul layl unaamka, lakini hauoni athari katika moyo wako, hauoni mabadiliko yoyote katika moyo wako, bado dhambi unafanya, bado haramu unafanya, mpaka katika masiku bora kama haya, wallahi lia, toa machozi, kwa sababu huenda tayari moyo wako umeshapigwa muhuri. Kama hautolia kwa sababu ya Qur'an, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Waumini wa kweli ni wale ambao akitajwa Allah mbele yao, qala Allah, mioyo yao inaingiwa na uoga, na wakisomewa maneno ya Allah imani inazidi. Ukiona Qur'ani inasoma imani haiongezeki. Ramadhani imefika haujabadilika, swala unaswali, swala haikuathiri, haujatoa machozi kwa sababu ya Qur'ani, basi lia kwa sababu moyo wako umekuwa ni mgumu. Lia kwa sababu moyo wako huenda umeshapigwa muhuri, kama hautoathirika na haya mambo. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله على تقديره وحسن ما صرف من أموره. الحمد لله بحسن صنعه، شكرا على إعطائه ومنعه، والصلاة والسلام على حبيبنا ومصطفانا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. Tafuteni ladha ya maisha na imani katika mambo matatu. Jambo la kwanza katika kumtaja Allah, na katika swala, na katika kusoma Qur'an. Ukiona haujaathirika na haya mambo, jua mlango umefungwa, tayari umepigwa muhuri katika moyo wako. Ayuha almuslim, jaddid ahdaka ma'a Allah tabaraka wa ta'ala بإصلاح النية وتجديد الإخلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Ndugu katika imani, ifanye ahadi yako na Allah kuwa mpya kwa kuifanya pia nia yako iwe mpya, na kwa kufanya matendo kwa ikhlas na kutafuta radhi za Allah. Ikiwa ulikuwa unafanya kwa sababu ya macho ya watu, basi ifanye nia kuwa upya kwamba kuanzia leo nitafanya kwa ajili ya Allah. Ikiwa ulikuwa unafanya kwa kutafuta maneno ya watu wakuzungumze juu ya mazuri unayoyafanya, wakusifie juu ya kheri unayoyafanya, ifanye nia yako kuwa upya kuanzia leo baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Moja katika wema waliotangulia anasema: man aslaha sarirata aslaha Allahu alaniyata. Yule mwenye kufanya mambo yake ya siri kuwa ni mazuri, basi Allah mambo yake ya wazi anayafanya kuwa ni mazuri. Wa man aslaha ma bainahu wa baina Allah aslaha Allahu ma bainahu wa baina an-nas. Na yule ambaye atafanya vizuri mafungamano yake yeye baina yake na muumba wake, baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah na yeye atafanya mafungamano baina yake yeye na watu, atakuwa ana mafungamano mazuri. أيها المؤمن، جدد عهدك مع الله تبارك وتعالى بالمداومة على قراءة القرآن والعمل به. ifanye ahadi yako kuwa upya kuanzia leo baina yako na Allah kwa kusoma kitabu cha Allah, kwa kuisoma Qur'ani, lakini pia kuifanyia kazi Qur'ani hiyo. Ayuha almu'min, jaddid ahdaka bainaka wa baina Allah
جدد عهدك مع الله تبارك وتعالى بالصحبة الصالحة والتواصي بالحق. Ewe Muislam, ewe mu'min, ifanya ahadi yako kuwa mpya baina yako na Allah kwa kuwa na marafiki wema, kwa kuwa na majirani wema. Watu wa karibu yako wafanye ni wale ambao watakukumbusha Allah anaamrisha na Allah anakataza, ni wale ambao watakukumbusha Allah anaelekeza ufanye hivi na Allah anakuzuia ufanye vile, lakini pia kwa kuhusiana na yale ambayo ni ya haki. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie na atupatie taufik ya kuzifanya ahadi zetu baina yetu na yeye kuwa ni mpya. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie taufiki ya kufanya tauba na kurudi kwake, tauba iliyokuwa ya kweli na kushikamana na mambo yaliyokuwa ya kheri. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وخطأها وعمدها وعلانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. Tulinganisha mabega na visigino. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن
لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Ndugu katika imani, akina baba pamoja na akina mama, siku ya jana tulitangaziana na kulifikisha taarifa kwa baadhi ya watu, taarifa isambaye kwamba leo insha Allah katika msikiti wetu